za kurekod. Oh, so uliingia kwaya ukiwa mdogo ama ulikuwa tu unaiga baba? Nimegrowia kwa kwaya kutoka nikiwa mdogo, hata nikiwa primary nilikuwa tu kwaya. Ndio. Yes. Kwa hivyo unaweza sema maisha yako yote umekuwa umeokoka pale. Unajua kuna mtu anakuambia kwamba mimi nilisikia mtu akihubiri, mimi nilifanya kuingia kwenye kanisa, lakini wewe yako ni tofauti, unasema kwamba umegrow pale kanisani. Yes. Na rasmi kuanza kuimba ama kuingia studio ili uweze kurekodi muziki wa gospel ilikuwa ni lini? Mara kwanza niliingia studio 2010. Nikarecord, lakini nilivunjwa moyo nikaacha kuimba. Okay, amazing. Hapo kitu gani ambacho kilikuvunja moyo mami? Acha tuseme tu sijui exactly, but I was just so much discouraged. Why? What is that one thing that made you say that kama muziki wa gospel ni hivi basi wacha tu niachane na? Acha niseme pia characters. Okay. I think wale wenye walinishika mkono that time hawakuwa role models wazuri. Ndio. And so nikavunjika moyo sana. Talking of that, unajua nataka uweze kumpa taswira upcoming artists wa gospel ambaye labda anahisi kwamba amepatana na watu kidogo na anahisi kwamba nafsi yake inamhukumu ama inamwambia kwamba hawa si watu wazuri. Labda what happened then? Mtu alijaribu kukutongoza, mtu alijaribu kutaka favor fulani, ama what exactly happened ukaona kwamba hawa sio watu ambao ningependa waniongoze katika hii safari nzima? Okay, number one, kuna vitu mbili major zenye zilifanyika. Ya kwanza, ndio, mtu alikuwa anataka kutake advantage. Okay. Yes, so nikakataa. Na huyu ni mtu wa gospel? Alikuwa ni producer ama alikuwa ni wote? Actually walikuwa kwa moja. Producer wote? Okay, walikuwa wanafanya muziki wa gospel peke yake specifically ama walikuwa wamechanganya na muziki mingine? Gospel, walikuwa strict kwa gospel. Na ni waimbaji pia ama ni maproducer tu? Waimbaji. Ala. Yeah. So unajua kuna ile I think mentality. Okay, upcoming by the way anakuanga very desperate. Yes. And so ukisikia kuna mtu anaweza kusaidia, as a lady utakimbia, unataka kusaidiwa, ujui anything about music. Exactly. So huyu mtu anataka mu exchange favors, you sleep with him, akupeleke Radio Maisha. Oh. You see. So akiona uko hesitant, anakuambia wewe ukwende. Ala. Yeah. So unasema imehappen na si mara moja na si mara mbili. Hawa ni watu ambao wamebobea katika haya masuala ya music industry na wanajulikana sana, na ni watu ambao wanaweza kushika mkono wakakupeleka hapa na pale na pale, lakini before then wana demand kwamba wewe uweze kulala na wao ndio waweze kutoa pale nje. Yes. Ni kitu gani ambacho kilifanya ukasema this is not me? Kwa sababu at the end of the day, most of the time unapata wanawake ama wasichana wengi wata fall into that simply because ako desperate na anataka muziki wake uweze kusikizwa. Ni nini ambacho kilifanya wewe ukakataa hiyo offer na ukasema kwamba wacha niachane na muziki kidogo? I think kitu ya kwanza, bado I was still young. I think I was around 15-16 hapo. Oh, nilikuwa mdogo. So alafu ukiangalia mtu, sijui nilikuwa naona tu mtu ako na ukimwi. So nilikuwa naona anataka kuniua. Idi mpya. Unasema kwamba mauti. Ya leo bwana ni tamu. Yaani unasema kwamba ulikuwa ukiangalia mtu hivi, mtu yeyote ambaye anakuomba favor ya kuingia na yeye labda katika mahusiano ama kushiriki tu hiyo kulala na wewe, ulikuwa unaona tu tayari huyu ni mgonjwa, anataka kuniambukiza. Because of course I knew si mimi wa kwanza, so ni trend. Anataka kuniua. So baby, what was the turning point after umeachana ukafeel discouraged, ukaachana na mambo ya uimbaji? Ni kitu gani tena kilikuja kikakushawishi alafu kajiambia kwamba this time round I want to go back to studio, niweze kurecord ngoma na niweze kuendeleza career yangu ya muziki? Yes. Actually it took me 8 years to come back. Since 2010 to 2018. Yes, it took me 8 good years. Sikutaka anything to do with music kama kuandika song. Niliwacha tu. And so wakati in those 8 years ndio sana nilikuwa nishapata huyu hapo katikati. Nilikuwa nishajifungua. I was still a teenage mother. Oh. Yes. Hapo ngoja kwanza, between 2010 to 2018 hapa umekuja umepata mume
Aya, acha tuseme nilipachikwa mimba. Hapa ni nini kilifanya ukaacha kuogopa ukimwi? Wewe sijui, huyu niliona ni kama hana. Hakuwa nayo. Roho ilikwambia huyu. Ulipima na macho ukasema huyu hana. And again, by the way, kitu kingine yenye ilifanyika ni ati huyu pia alikuwa mwimbaji. Oh, wa gospel. Yes. So acha niseme tu I don't know. But nikiangalia na angle lingine ilikuwa my destiny was being diverted. Oh yeah. Because ukiangalia kama ni kwa background ya kwetu, story ya shule, mtu hangepita 8. Ala? Yes. Like nyinyi wote, kwani mko watoto wangapi? 6. Wewe ni mtoto wangapi? 5. Katika hawa wanne wote wametangulia, hakuna mwenye alipita class 8. Mwenye alikuwa amefika ni hapo 8 peke yake. Yeah, so I was the first one kwenda high school. Oh wow. Nimeingia high school na mimi huyo pap mimba ndo hiyo. Nimerudi tena wapi? Nyumbani. So it was umeingia high school form 1. Yeah. Ukapachikwa mimba tayari. Second term. It was a trend kwa familia. It was a chain kwa familia. Yeah, exactly. That had to be broken. So unasema kwamba umeingia form 1 term 2 ukapachikwa mimba ukarudi nyumbani. What happened, mami? Ilikuwa ngumu, by the way. I really felt bad because my dad alikuwa ameka hopes zote kwangu. Yeah. He was so disappointed, by the way. Sasa hiyo last born ako wapi? So last born alikuwa I think kitu 6-7 primary bado. Primary. But sasa deep down in me I still loved education despite kenye ilifanyika because I was innocent, by the way. I didn't know mtu anakunywanga dawa kuzuia kupata mimba. Mimi sikuwa najua kitu. Yeah. And so kutoa haikuwa option. I decided to take the shame. Yeah. Na nikapata mtoto. After nikapata mtoto sasa unajua tu niliwachwa. Usisahau niliwachwa. Nilishawachwa. Sasa nimebaki peke yangu, niko kwetu. Masomo imesimama, si ndio? Baba mtoto ameshaenda Mia. Ameshaenda. Yule mwenye umeona kabisa huyu hana ugonjwa, ni mzuri, ni mwimbaji pia wa gospel. Wow. And so to cut the long story short kwa sababu ya masaa, ndio I went back to school. Almost 9 years later. Wow. Yes. Sasa nimerudi shule, niko na watoto wangapi? 2. Na nikafanya form 4. Nimekuona na sijui ni director, sijui ni DOP, sijui ndio baba watoto. Ndio manager. Ni manager. Lakini ni baba watoto pia. Yes. So mlipatana after firstborn amegrow. Si huyu si baba wa yule mtoto wa kwanza. So mkapatana after firstborn amegrow, akakukubali, mkaendelea na familia. How is life so far? I thank God. I really thank God. I think Mungu alinipanguza machozi na huyu. Wow. Yeah, alikuja, by the way, hata kama kuna kitu hauwezi fanya, huwezi kosea huyu mkubwa sasa. Ndio. Akiwa. Yes, kwa sababu ana feel kama ni wake kabisa. Ni wake. Sasa unasema kwamba ilikuwa ni trend ya watu wa familia yenu kutoingia class, kutosoma. Unasema kwamba ulirudi. So far umefikia wapi? Nilimaliza form 4. Na this year by the grace of God tunaendelea. Unajua tunaendelea kama tunasomesha watoto. Yeah, and because I broke that chain. Yeah. Mwingine alimaliza. The last born now. The last born hakumaliza. Baka aligongwa. So how in those 8 years I had to go back ndio ni break for the sake of my children. Yeah. So huyu first born, huyu last born at least alipita hiyo form 1 akafika form 2. Akasema amechoka akili, akawachia shule yako. Si school fees, si anything. It looks like a spiritual thing. Yes, very spiritual actually. Wow. Yeah. So unasema kwamba wewe uliweza kubreak so far, umemaliza form 4. Yeah, ulimaliza form 4 mwaka gani? 2019. Yuzi tu. Wow. Yani your story is so inspiring, mami. Na nikikuona hapa siku ya leo na msichana wako, labda nitarudi kwa story yako kidogo. Mami, vipi? Wakumbushe tena jina. Shalom Michelle. Na ni kitu gani ambacho kilifanya wewe ukataka sasa kuingia kwenye gospel music? Ya kwanza my mom was a musician. Yeah. Sasa mimi nikimpata akiimba pia mimi namsaidia. Nikajipata nikiimba. Yeah. Na so far unaweza sema so far uko na ngoma ngapi? 4. Uko shule bado? Niko shule. Uko grade ama form? Grade ngapi? 9. Grade 9. So far una balance aje masomo na uimbaji wa gospel music? Naweza sema kila kitu iko na wakati wake. Yeah. Kuna wakati wa kusoma na kuna wakati wa kuimba.
So na balance kwa masomo nasoma, kwa kuimba naimba. Na ngoma zako unajiandikia mwenyewe ama mami anakusaidia? Zingine najiandikia, zingine ananisaidia. So far umejiandikia ngoma ngapi? 2. Ni kitu gani kilikusukuma kuandika hizi ngoma? Ama ulitoa wapi inspiration ya kuandika ngoma? My mom is also a songwriter. Alinifunza tu pole pole, nikipata wimbo ananisaidia kuandika. So ngoma zako, is it about life experience? Is it about vitu ambavyo unaona vinaendelea na watu, ama is it an inspiration ama ni ndoto? Kwa sababu kuna mtu anakuambia mimi huwa naota kitu fulani alafu nikiamka naandika wimbo. Ya ndoto ni mamangu. Yako ni gani? Mimi najipatanga tu. Naanza kuimba, najitungia maneno. Naenda kuambia mama niko na wimbo na nisaidia. So unaongozwa tu na roho tu kuandika ngoma. Msikilizaji, it's such an amazing story. Siwezi taka ishi hapa. Kwa hivyo tunapata yajayo, kisha tutazidi kupiga story. Drize, sijui kama after yajayo utatuchezea ngoma kidogo, kisha tutaendelea na hii interview, kwa sababu nahisi kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo tunafaa kuongelea hapa. Msikilizaji, usikae mbali. Tuko nao ndani ya studio. Ukiwa kuna swali lolote kwa ajili yao, tutakuwa tunaungana ama tutakuwa tunafungulia simu ili uweze kuuliza maswali. Hii ni Maisha 254, mimi unaniita Christine Kambua. Yajayo katika habari za sasa. Yajayo katika habari za sasa ni kwamba wazee wa Njuri Ncheke wanalalamikia ongezeko la mauaji na wizi wa mifugo Meru. Not Samamani. Jamani, ni Esther Kironga, saa 8 na haya na mengine zaidi. Radio Maisha 105.1 Mombasa, tuko mbele pamoja. kuaminika. Radio zaidi ya radio. Radio Maisha. Tuko mbele pamoja.
habari za sasa na Radio Maisha, stesheni namba 1 nchini. The law is purely against arson of any nature. Sisi tumekuja kusaidiana kukua. Mtu atakuja kuwapatia urais, sio mwingine, ni huyu mbunge wenu anaitwa Mwenge Mutuze. Mutuze alianzana na huyo mtu siku ya kwanza. Akaniambia kuna mlima mnasema hapa. Na mimi nikaona pia ilikuwa ujinga. Hawezi simama kila siku shares, mlima. Ni saa 8 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za sasa za Radio Maisha, stesheni nambari 1 na yenye habari za kuaminika zaidi kote nchini. Jina langu ni Esther Kirong. Hali ya sintofahamu imeendelea kuzingira sekta ya matatu nchini, huku madereva na wamiliki wa magari ya uchukuzi wa umma wakitishia kuandamana Jumatatu ijayo kulalamikia kile wanachosema kuhangaishwa na wanabodaboda wanaoteketeza magari yao panapotokea ajali. Katika mkutano, shirikisho la magari ya uchukuzi wa umma, muungano wa hudumu wa bodaboda na kamanda wa polisi wa Nairobi George Seda wamekubali kufanya mazungumzo. Seda ametoa hakikisho la polisi kufanya